Hii video nimeitengeza especially kwa Digida. Yes, Digida. Alivoita yule mama wa Swabur na kutoa jina baya la Swabur bila kujua ni nini kina happen. Digida, I've kept you out of my FYP for so long. For so long. Na mimi hujui ni kwa nini mimi wanakuignore na wala huwastaki anything to do with you. Why? It's because I know I will not get anything by coming to your backyard. Why? Because you have nothing to provide. Na it's because utazungumza huku, uzungumze huku, uzunguke, ujitetee, lakini unajua Bathuli, huyu anayekuangalia, anakujua vizuri kushinda unavyojijua wewe. Lakini kitu kunishangaza ni kwamba wewe unaweza kaa chini ukaelezea watu maadili. Mtu ambaye hujalewa na maadili, hujui maadili. Digida, it's high time you start knowing better, my friend. Kaa ujue, hii dunia ni msumeno, inakata mbele na nyuma. Mimi mwenyewe, Bathuli Muhammad Swaleh, na yangu Allah amenistiri. Na ndio maana munaona mimi wasina tabia ya kutoa siri za watu wala kukashifu watu wala kufanya nini. Kwa sababu mimi mwenyewe Mwenyezi Mungu amenistiri na yangu. Na nikimuona mtu akifanya kitu nitakufuata nikueleze taratibu. Kama ukusikia ni shauri yako, as long as your behavior is not affecting me, that is your decision. Lakini Digida, nataka nikuulize swali. Why do you think you have a right to meddle in everyone's business? Why do you think you have a right ya kufundisha watoto wa watu tabia na kuzungumza tabia mbaya za watu? Does that tabia nzuri come from your backyard? Just because you can run the mouth and talk some few things which makes sense, it does not mean that you are the woman of integrity. And I will always repeat this one thing until it sinks in. Just because someone can point things at a certain time, it does not mean that person is a person of integrity. Digida. Digida, tumekaa Mwandoni mimi na wewe. Nikija nimekupata Mwandoni. Na I'm privileged. Nimekaa na wewe. Nyumba moja, miezi kadhaa. So I know all of your dirty, all of your shit and all of your sewage. Now what kind of a person you are. Have I ever called you out here? Have I ever nishawahi kuja hapa nikakuanika? Ama nikasema Digida does 1, 2, 3. Have I ever? Why? Because you are not a person of importance. Yourself, you don't love yourself. You don't know who you are. You don't have a self-awareness. Yourself, you are victim of what the community, the family, and everyone has thrown on you. And that is how you look at the world. Who you are is what you see things. And the sense I understand kuwa wewe uko na trauma, childhood trauma, what happened to you when you were young, when you grew up. You know nothing else. Apart from hurting people, disappointing them, doing things those are not in order. You have zero empathy. Digida, I know you. But you yourself until today, you have never discovered kuwa you have a child trauma. Na kama mpaka sasa hujajua if you have a child trauma, Digida, you'll come to know later you have a child trauma. And that is why you do what you do. Wewe upigiwe simu kutoka Mwandoni, uambiwe, "Oh, mama shangazi, mwenye Swabura ameletwa chakula, hataki kupeana chakula, sijui ule mtoto alilawiti pale, sijui yasharudi, sijui ni hivi, watoto wanalalana." Did you go on the ground? Ukajua what happens? Because in every children home there is a dad. And that is what I'm telling you. All over the world, they traffic kids, they sell kids kidneys, they sell kids, they do dirty things in the children's home. All over the world. Why do you think, Digida, you have a right kuja hapa umtukane mwanamke wa watu, umtolee jina baya? Yeye tukimsimamisha leo tukimwambia toa watu ambao wamekulia katika mkono wako, wameolewa wapi, wamefanya wapi kazi, atatoa.
Wewe unaweza toa watu ambao wamekulia katika mkono wako, kwa sababu wote there you run the brothel. Wote umewapitisha kwa maisha ambayo si mazuri. Wame end up in different places which they never ended up. First of them being huyo mama Kechimami. What did you do to her? When she was young, when she needed someone to advise her. She never went to school. She never did her Form 4s because of you. Her mother was begging on the doorstep yako. Digida, wachana na mtoto wangu ende skuli. Digida, mwambie mtoto wangu arudi nyumbani. But you enjoyed the fruits of what was coming out of Mama Chimami. Mwandoni nzima can be the evidence. And I can be too. I was there when you were messing up that girl life. Today, Tina, she's messed up because of you. So you think who you are, you can call other people's out how they are. Na usiseme kuwa mtu alikuwa sharibika kutoka kwao. Hata ukipatana na teenager, yuko speed anaenda mbio, you have no right to lead them to a path that will take them to the grave. Tina, she has done drugs, she has done what? Because she regrets deep inside, and she have no one to talk to. She has no one kukaa chini akasema I regret doing this. She regrets, I know deep down where she is. No one wants to end up like Tina and others who are behind you. And now you unaweza kuja hapa, you call up to other people's behavior. Did you check on your backyard? What did you give the society? Leo Digida ukifa leo, unataka ukumbukwe vipi? How do you want people to remember you? The conch lady? The lady who ran brothels? The lady who supplies people's kids? Come on, Digida. It's high time umetuona tumefunga mdomo Digida. Tumekustiri kwa sababu tuamuone ule mama huruma. Fadhila za ule mama hatujazisahau. That comes a time we need to sacrifice and keep quiet. It's because we are choosing to keep quiet. Kwa sababu watu unaodili nao Digida, hatuna nguvu za kuwapigana. Hakuna mtu atakubali leo nisimamishwe kizibani nianze kutaja 1, 2, 3. They are very powerful people behind you. Na hakuna mtu atakubali kutajwa. So saa ingine ukituona tumenyamaza Digida, tuwache. Ule mama wa Swaburi 25 good years amelea watoto pale. Watoto walioletwa pale wakalalana wametoka kwa Children's Officer Office, Madam Faiza of Kisauni. Alichukua mtoto akamleta pale. Asubuhi yake kumbe pale ndani kuna mtoto pia aliletwa, alitoka huko ofisini kwa children. Wakaletwa pale. Wale watoto kulalana asubuhi ikajulikana. Ofisa ya children ikawambia mpelekeni hospitali na mfanye kila kitu. Wewe ushajua ofisi ya children kama ishawahi fuatilia. Yule mtoto baada ya kujulikana kulienda vile, wale watoto children officer waliwatupa kwenye streets. Ule mmoja saini msenge anavaa sidiria. It's a shame how children affairs are neglected in our country. Huyo mwingine ambaye mlimuona mkasema sijui mtoto aliyemlala fulani amekuja, that was a kid, a 13 or 15 years old boy ambaye ameachwa ana mama ana baba, ana ndugu yake wa chini. He has dependent. Children officer Madam Faiza hakuenda kumshikilia ule mtoto vizuri. Walimwachilia mtoto kwenye streets. Anazunguka, anafanya nini? Digida, if we get down to what you did in life to meet the survival you did to be where you are, you'll be ashamed to talk about them because I know them. Yule mtoto mama shangazi hawezi kuja pale Swaburi akasema ana njaa na ndugu yake shangazi akamfukuza bila chakula. Hiyo siku alikuja ana njaa, shangazi akampa chakula akaenda kwa sababu ana ndugu yake. That kid, hata kama alilala huyo mtoto, pengine ni tabia anazozifanya uko nje for the means of survival. Huyo ndugu yake child officer ashajua, ofisi ya Mr. Kitili wamejua how that kid is going to survive. Wamemwachilia huyo mtoto kwenye streets. That kid is suffering on the streets. Now that kid will end up being a gay. Why? Because he did not choose to be a gay. It's because it's what they have to do to survive in this planet. And you have to come here and judge. Huyo mdogo wake atakuwaje? Alafu sijui Saburi wanatoa chakula. Mahali mama shangazi ametoa hicho chakula, kuna mtu anajua mahali kimetoka. Why are you making it an obligation that she needs to share it with the community?
Children's home zingine zikiletewa misaada zinashare na community. Digida, before you call out people, just look at your backyard, please.